Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. ODM. Hizo ni sauti za watu wenye wako kwa jikoni. ODM. Mtoto wetu timu alisema hapa ni kwetu. Tunaongea na ujasiri na kuonyesha watu tuko na tutakuwa. Baba, leo tuko tu kama wamama wenye mabwana zao walienda jeshi na leo wamerudi. Unafurahingi pako unakosa kujua, unakutania bwana na mikono chafu ama bora umeona your husband around. Kwa hivyo sisi kama delegate wa ODM tukiona nguzo la ODM, deputy party leader, SG, team, waheshimiwa wote paka kutoka Trans Nzoia, si tumefurahi? Hebu peperusha kama umefurahi jamani. Baba, mimi ningesema sisi kama wamama unajua ni watu wa kupewa. Na kama hatuna mtu wa kupewa, ndio unaingianga mpango wa kando. Kwa hivyo tunataka msaada kutoka kwa ODM ambaye kutanipa mimi nguvu kama chair lady kutembelea hizi county zote, constituencies, tukikutana na wamama tukiwaambia ODM iko na nguvu na iko alive. Lakini bila rasilimali ya kutembea, bila nguvu, hawa wamama wanakaa wanakublame mtu. Wakiona umefunga kitambaa hivyo wanasema wewe ndio unakulaga. Wako hapa leo waambie nilikula kona gani? Ninajikaza ili kila mtu ajue tuko na uzima. Tunaomba wamama watiwe nguvu. Wamama ndio jeshi kubwa hata kwa Biblia. Tutiwe nguvu ya kupata mapato ya kuweza. Unaweza chukua wamama 6 unasema tuende Tongaren. Unachukua 3 unasema tuende Kimilili. Na tunaita vikundi tukizungumza nao, tukiweza kuwajenga na kuonyesha kwamba ODM inaendelea. Tukifanyiwa hivyo tutafurahi na tutafurahi sana. Asante sana baba kukuja, na tunajua kuanzia leo sisi si yatima tena. Na tuliona mheshimiwa timu akitoa uyatima akishikana na Edwin. Nyinyi mnasema ati sisi hatuna mbunge. Si ati mbunge si yako hapa. Ama muaoni? Muache kuregarega, amuka mtoke kwa usingizi. Mungu awabariki sana na Mungu awatende wema. Karibuni Bungoma na bado tumeanza. Majina naitwa Elizabeth Gina Mrs. Ondiek. Siku hizi anaitwa Ambassador Mika Wanyenjera. Omwana mukiyabita. Maombi yake Mungu anasikia direct. Kwa niaba ya wale ambao ni wenye Bungoma na wanaishi mwisho wa Bungoma wanabakana na Uganda, nataka kwa niaba ya machairman wote muniruhusu, and I'll be fair enough, Mount Elgon chairman akuja hapa sababu baba alienda akafanya harambe huko akamaliza kanisa huko. Makofi kwake anapowasili tafadhali. Kofia. Omwana mukiyabita. Ewawe. Akishika sana unaweka nduru wewe. Waliunia moshe. Nia moshe rejeza boli boli. Nia moshe. Jamani uni. Che. Halo. Halo. Wana ODM wa Bungoma, hamjambo? Karibu baba. Mimi naitwa Solo, kijana ya baba ya Mlimani Juu. Ukweli ya mambo ni hivi. Bungoma iko ODM na ni 3/4 ya watu wa Bungoma. Ukweli ama uongo? Ukweli ama uongo? Mnipepee kofia kama ni ukweli. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, hapa Bungoma tunapendana. Mtu wa Bungoma Kandui hapa akikuja huko tunamchukua kama ni mtoto yetu. Si ni ukweli? Hiyo ndio tik, na hiyo siwezi kupatisha. Nilichaguliwa kama youth leader nikiwa kijana mdogo. Sasa wacha nikuja kwa challenge. For the last 3 elections ambaye nimekuwa kiongozi, makosa ni moja. Wala marafiki baba unakutana na kufanya nao kazi,
wanaungana na viongozi wetu wa hapa na kutunyanyasa. Tunakaanga lakini tunakaa ngumu. Nimetanganya ama ni ukweli? Hakuna mwenye atatutisha, tutasimama. Hata yetu nikipigia simu anasema nimesikia. Na ni sauti yako na ana imani na sisi. Makosa ingine ni kwamba wakati tunapiga kura, sisi tunakuwa safu tu wa mwisho. Siku ile tunapiga kura kesho yake, sisi tuna receive material saa 5 ya usiku. Tunahesabu na tunakagua na tunahakikisha inafika mwisho. Asubuhi wakati watu wanaenda, tunahakikisha imeenda kwa ajili ya uzalendo. Ni ukweli ama uongo wenye wanajua? Ya mwisho, ODM hapa Bungoma, iwapo kama wewe ni Yona ambaye unakaa kwa samaki na uitajiki kwa meli, toka alafu mwingine aingie hapo. Ndio chama ikuwe ngumu, ndio baba hakuwa uongozi mzuri. Si ni ukweli? Mimi naogopa Mungu na naogopa mheshimiwa. Naheshimu mheshimiwa kwa ajili anakuanga always right. Tukae ngumu, tuachane na hao watu. Vyama vingine hapa Bungoma haiwezi fuka Kamukuywa pale na haiwezi fika Nzoia, na wanasema hao wanataka kututawala. Tuhesabu wabunge kani ndio iko wengi. Sisi tukipiga hesabu yetu mzuri ndio wakuwa governors, watu wetu wanakuwa rebellious tu ndio wanapata hiyo kitu. Si ni ukweli? Baba, sisi tunakupenda, tunashukuru sana. Special one, watu wa Mlimani wanasema wakati ya kura, wewe unadanganywa hapa au pandi juu. Nasema uongo ama ukweli? Anakuja anapitishwa hapa, lakini kura ile inatoka huko. Ni ile effort na wale watu uliwatembelea wa kanisa. Wanasema ukipata nafasi, kuja huko tukula hata mbuzi. Huko ni nyumbani. Wewe ulipita huko ukateremka wakati ulikuwa unatoka Misri, lakini tunaenda nje ya ahadi, tunataka tufuka na wewe. Maisha ya ile serikali ingine ile iko wanaumia sana. Na wanasema tumeamua tutasimama na wewe. Na hawatoki. Challenges ya huko tumefika, lakini tuko tu ndani na hatutoki. Ukituona sisi watu wa Mlima Elgon atuami na hatutoki. Baba akitutuambia tunakaa hivyo. Sawa sawa. Haya, watu wa Mlimani, baada ya hapa tunatimani tupewe tu kofia. Maneno ingine wachana nayo. Sawa sawa. Ya uzalendo kwa ajili ya baba. Asante. Kwa majina naitwa Solomon Kiboi Chesutek. Solomon Kiboi ni ule wa ODM. Wananiambia huyo ni wasimu, wachana na yeye. Huko wasimu wa ODM. Sawa sawa. Wale wanafanya na ODM hapa kaunti ya Bungoma, wale executives, kwenu wazalendo kwa chama. Sawa sawa. Narudia, uzalendo muhimu ndio watu wengi wakombolewe. Sawa sawa. Asante. Amesema kitu ya maana, tuwe wazalendo. Baki kwa chama, pana kanyaga mguu huku na huku. Okay. Mwisho pia amesema wao Elgon hawajafaidika. Sasa wewe mwenye ulikuwa unafikiria wanafaidika, sikia kutoka kwake. Kutoka juu nataka nikuje host. Kwa heshima yako, I'm donating my time. Wewe ni chairman wa Kandui, unaweza nifukuza kuwa na ofisi. Yeah. Anaitwa Ambassador Mika wa Nyenje. Omwana mukiyabita. ODM. Asante. The Right Honorable Raila Amolo Odinga, SG wa chama, Pana Sifuna, Senator Sifuna, Deputy Party Leader, His Excellency Oparanya na viongozi wote, hamjambo. Kwa majina naitwa Rafael Wanyama, ni branch chair Kandui. Kwa niaba ya wanachama wa ODM Kandui, nasema karibu Kandui. Sina mengi ya kusema isipokuwa nataka kuelezea baba kwamba ODM Kandui iko imara. Tutahakikisha kwamba tunarejista wanachama wa ODM Kandui yote katika vitongoji vyovyote. Otherwise sina mengi. Baba, karibu Kandui. Asante kwa kunisikiza. Asante sana. ODM. Kofia juu, mkono ifuate. Lengo na shabaha ni kurejista watu kwa chama. Si ni kweli? Pili, sisi wenyewe viongozi tuwe mfano. Zaidi ya hayo, umoja. Tunaleta
vice chairman, I know I have a very able vice chairman, you introduce, uoneshe tu county coordinating, hawaongei, wakae, alafu you pass a message kwa fupi, then you nirudishe mic. ODM. Kuna nguvu kidogo. ODM. Delegates, wabunge, wageni wanaotembea na baba, senators, deputy party leader na SG, mheshimiwa team, karibuni Bungoma. Now, nitaomba county coordinating committee executive isimame. Kwanza pale on the far right ni Mama Elizabeth Odiek, the women leader. Mkono juu. Next to her is the county treasurer, Mama Husna Hassan. Executive moja wa county, Mzee Nato. Mama Odiek comes from Kandui, Husna from Kimilili, Mzee Nato Vincent from Kabuchai. Then kuna youth leader Felix Ngala kutoka hapa Kandui Bungoma. Mwenzangu hapa natoshana na yeye Dominic Karumba, he's the county organizing secretary. On your far right there is the county secretary Maxwell Kimwanga, na bila kusahau kuna Tadayo Masibo pale, representative of people living with disability. Baba, we welcome you to Bungoma. But I want to address two issues kwa ufupi. One, this is a delegates meeting, na baada ya delegates meeting, tuko na launching ya party membership registration. So as party officials, ni jukumu yetu. It is our duty and it is our responsibility to enhance membership registration. Nyinyi ndio nitakana muende kijijini. Mseme, chama cha ODM ili kiwe na nguvu, we have to register members. Busia hapa ni majirani zetu. It is the leading county na ODM members, more than even Homabay. Si ni kweli? Now, issue number 2, Baba. Coalition imetuumiza Bungoma ODM for quite some time. 2013 tuliumia. 2017 tuliumia. 2022 it has been the worst. We even did not have agents. If ungechukua ODM yako national, waweke kama agents, tuko na structures. I am sure as much as you are my president now, you would be the president of Kenya. So these coalitions, hii coalition inatuhurt. List ya agents were coming at the last minute. Saa 5 ya usiku unatumiwa list. You go to the polling center, hata wajui, there are no agents in most of the polling centers. So these coalitions, Mzee, Baba, my president, they really hurt us, especially here in Bungoma. Asanteni sana, tuwe na wakati mwema. Makofi tafadhali kwa wa vice. Akishika sana unaweka nduru wewe. Pia muhimu ya leo, kwanza kwa heshima na taadhima nichukue nafasi hii kama mwenyekiti wa chama cha ODM Bungoma County. Nikaribishe baba, karibu Bungoma. Umetembea na watoto wetu ukiwa na Mheshimiwa Paranya, Mheshimiwa Sifuna, Mheshimiwa Tim. Hiyo ni damu yetu, na Mheshimiwa Rafael na Mheshimiwa Namisi. Haimaanishi kwamba hujui wanatoka Western. Inamaanisha roho yako na watu wa Bungoma na watu wa Western inatembelea pamoja. Vice I had given you. Youth, sorry. Vice ulipoteza max kidogo, lakini nitarekebisha. Asante, nilikuwa nashangaa leo niko wapi. Hapa kidogo. Baba Raila Amolo Odinga and all protocols observed. Mimi nasimama hapa kwa niaba ya vijana hapa Bungoma County. Sisi kama nguzo ya chama, sisi kama engine ya chama, vitu zote zikifanyika lazima tuhusike. Tuko na challenge moja. Finance inatuumiza sana. Na mimi ningependa kidogo, sitaki kusifu chama sana. Ningependa kidogo niongee, baba ukitoka hapa pia ujue tunapitia nini. Na pia napenda nipeane solution pia kidogo. Nikwambie kama mtafuata ni sawa. Kwa sababu mimi huwa nakufuata wakati unaongea unasema solution ya corruption, there are two areas. One, KRA, two, procurement.
So solution ni hapa solution ni sababu hatutashinda tukiomba chama pesa, lazima tutafute mbinu ya pesa, na hii mbinu ya pesa ndo si pia tukue na nguvu, hao delegates wakuwe na nguvu, ndo pia waende mashinani na nguvu, wale watu wakuwe na moral kwamba chama iko sawa. Lazima tukue na mbinu ya kwanza. Mimi nilikuwa narudi kwa party structure. Party structure yetu imetuleti down. Why? Kama tuko na neighboring county ilipitisha watu 2, Kakamega na Busia. Why can't you guys sit down? Vile mnakaa neck, vile mnapitisha, these MPs must remit money to the party. Mbona msipitishe sheria nyingine nasema kwamba the neighboring county ambaye imepitisha wabunge, sababu nikiona wabunge hapa ni wengi na senator mpaka na governor. Why can they accommodate us? How watu tukiaccommodate like 9, we are 9. If we accommodate them through tenders or even employment, hii kulia kila siku ati watuletee pesa kama ile ugumu tuko na hatutakuwa nayo. Kuna mikutano utafanya si wenyewe, nyinyi mtakuwa mna top up tu. Lakini Kakamega and Busia, baba hawezi hangaika kama hapa lazima tuchange. Tunaumia kabisa. Lazima tukue na solution. Na si tumuone ndo solution. Wakati mnakaa kwa neck, pitisho sheria, ishike hao watu, waandike hao kazi. Itakuwa imesaidia sisi kuliko si kulia kila wakati. Si ndio? Mimi naombea vijana kazi wako hapa. Wao bunge wenye mko hapa, tafadhali hata mniombe list niwape. Pea hao kitu kidogo wakuwe na nguvu, so that we can see an example. Wakati Secretary General anaingia kwa chama, anaingia kwa SG hiyo kiti, it was 2017. Mimi nilikuwa naingia kama youth, but you can see the difference. Mimi na yeye, si ndio? You can see the difference, si ndio? You can see hata baba unaona. So ile kitu iko sasa nimeomba mniomba hata list ya vijana hata kama ni 10 niwape tafadhali, naomba, si ndio? Tukue na nguvu, tusukume chama, si ndio? Baba, ile kitu natumiza mwisho. Najua tumekuwa na code, tukakuwa na NASA ikatunasa, sasa Azimio ndo tulizimia kabisa. Naomba baba usikuje na, najua inaweza kuja reconciliation coalition isikuje, let us go alone. Hiyo ndo nilikuwa naomba. Tukikuwa hivyo tafadhali tutafaulu. Hiyo ndo nilikuwa naomba. Alafu mwisho, baba, mimi sina kazi, nimeomba tafadhali. Amezunguka mwisho akalanda, si ndivyo? Sasa mwambie asalimie baba, asalimie Teddy. Kofia vijana. Jamani unia muje. Asante DJ. Asante. Chairman malizia. Alafu unajua SG ndiye alisema lazima aongee, si ni kweli? Sasa ashukuru PSG. Asante sana. Kwanza kabisa ni kuchukua nafasi hii ni shukuru ninyi wote kutana hapo. Najua ni msimu wa mvua lakini mmejaribu. Na pia nilivyosema mwanzo ni shukuru baba kwa kutenga muda kwa nafasi ya Bungoma. Najua umekuwa na matarajio kukaa na sisi kama watu wa Bungoma mara nyingi. Bali na hivyo pia ni kushukuru sababu wakati tumekuwa na misiba Bungoma, when we lose our leaders, you've been sending your support. Tukianza na chairman wa Webuye East, baba alituma support. Mama kutoka Kabuchai, baba alituma support. Kiongozi kutoka Bokoli Webuye West, baba alituma support. Tulikuja tukiwa na msiba mwingine ambao nyinyi mnajua ilikuwa ya kitaifa ya mzee Lawrence Sifuna, hata kama ni rafiki yake. Baba alituma pesa ya ajabu na akafanikisha hayo matanga. Si kwamba anakaa na watoto wetu Nairobi, but ni kuonesha kwamba ana upendo na watu wa Bungoma. Unaweza kuwa na rafiki na msiba ukija akuhepe. Mwisho nitaje kitu muhimu. Baba, you've been very close to us. And that indicator has been to us through our sons. Kuna Waluya wetu wengi umeweka Nairobi na ni wabunge. But just to pick on a few, tuko na mtoto yetu
team. Ulianza na yeye kama as a local leader. When I entered into politics, that's where Mheshimiwa Tim alianza. Na akawa mnyenyekevu sana kwako. Akaja akawa mbunge, juzi alitaka kuwa governor. Lakini kwa vile anakuheshimu, aliretreat. Mtoto wa pili ni mtoto Edwin Sifuna. Huyu ni mtoto umelea, ni kama kijana yako ya boma, na akawa mnyenyekevu kwa chama, ukampa kiti ya SG. Si kiti kidogo. Mbali na hapo, vita ilipokuwa ngumu sana, ukasema watoto wote hawezi kufa. Na ukaangalia nani anaweza anguka kwa msitu na akufe. Ukachagua Edwin Sifuna. We thank you and appreciate that heshima umetupea. Na pia kama Western, ukachagua deputy party leader, akawa ni mzee wa heshima kwa Waluhya wote. Baba wetu Waparanya Wambeza. Ni mtu mwaminifu, tukiwa na shida Bungoma huwa anatembea na sisi, tukianza kusikia uchungu tunakimbianga kwake. Shida tu yeye sasa si governor, sasa maziwa imeanza kupotea. Lakini tulikuwa na nyonya kidogo through you. Si ni ukweli? Hata kura ilipokuwa ngumu, yeye peke yake ndiye aliniita akanipea kitu kidogo na nikapita. Ingine hiyo baba ulikuwa unanitumia, lakini mara hii ulisahau. It is nice ukumbuke kitu mtu amekutendea kizuri. Si ni ukweli? Baba amelea wengi, but ni wachache wanashukuru. I'm happy with this team. Plus na Miss and Wanjala. Even Opio Ndai kwa bunge unanguruma vizuri. Ni heri tuwe na watu wachache but waaminifu, kuliko kuwa na watu 1000 wanakuja wakati ya kura, wanachukua kiti, wakifika kwa bunge wanakuhepa, unakosa majority. This man could be the leader of majority now. But sababu tulipeleka watu wa njaa, wanabebwa na mfuko ya pesa, baba now we are minority. Sababu ya watu wa njaa. That is to say, tikiti yetu pea mtu mwaminifu. Aenda akufe na chama hata kwa bunge. Timu anaweza nunuliwa. Westlands ni more of a governor of Bungoma. But lakini hajanunuliwa. Edwin hajanunuliwa. Let us learn from that. Kitu cha pili baba. When you see watoto wetu wanatembelea karibu na wewe, wanamaanisha wana imani na wewe. Much efforts put in Trans Nzoia kuamsha chama. Much efforts put in Bungoma. Since now even 1 year Edwin ndiye alikuwa anasaidia mambo ya ofisi na nini. Siku hizi sina mahali pa cooperate office. Walifunga. Give more support in Bungoma, Trans Nzoia. Sisemi Busia na sehemu zingine. Ili tuwe na wabunge wengi, MCS wengi, governor wengi na senator, watu hawatakusumbua. You are not there kila saa tukikuitisha pesa. But if you empower us by giving us more support to identify candidates wenye watakufa na chama, wewe utakuwa na shida. If you have more members of parliament and the governors, even hii ukora wanafanya kwa kitaifa, haitaendelea. But now that tuko na wakora tuliwapea ticket, ukienda maandamano wao wamejificha. Saa hii wacha wao njai waume ndio wajua ulikuwa unapigania ukweli. Mwisho. Miungana tukatai. Because you cannot be a president of this country bila kushika urafiki. But miungano ingine siende paka kwa jikoni. Hiyo miungano ya jikoni inatufanya sisi tunakuwa disadvantaged. The first assembly tulikuwa majority hapa. I was even one of the leaders. I have been a mayor through your hands. But sasa tunakuwa disadvantage. Unapata hata mtu mwenye amekuja kesho anakuambia sit down. Sababu tunapea ticket watu wenye wanataka kukulia kwa jina yako, wakipata wanahepa. So sisi kitu tunakuomba as a resolution, ticket ipewe mtu mwenye ako loyal. Iwe Nairobi, iwe wapi, na ndi wa chama. No matter awe wanaomba viti yote. Nairobi tuko na Edwin, hatutaki tupoteze hiyo kiti. Tunataka kiti ya governor. Hata tukikosa mtu ya kuwa huku na huko na Oparanya, huko na Tim, huko na Sifuna, we are well represented. Tukiendelea hivyo, kitu nitapenda niguzie ni mambo ya nomination after elections. Najua baba una roho safi. But kuna viti vingine unapeanga watu wanakulia jina yako, wakisha shiba wanahara kwako. Kiti ya nomination mara hii, pea mtu mwenye ako loyal akusaidie kuusa chama. Hii kiti tunaenda saa hii ni kiti ya mwisho. Hiyo tunaenda wewe saa hii tunataka usimame ukiwa na Oparanya. Na hatutaki upoteze, hata wakiiba waje tukufe na mtu.
Halo? Yaani umeona Oparanya amekaa karibu. Sifuna amekaa karibu na team. Wanakuambia nini Onda yuko hapa na Wanjala? Western yuko wapi? If Raila could be the president today, nyinyi ndio mngekuwa hapo. Shida tunapata sababu kura walitunyang'anya. Mambo hayo mnaona hata kotini, wamerudi kwa mahakama. Nzoia waliwadanganya, mmeona Nzoia haiko. Hivi mmekauka midomo sababu wakora walichukua. Nataka nimalizie hapo. Baba, sikusema jina, hii watu ndio watu yangu. Mimi ndio MCA peke yake moja kwa kaunti mzima. Na haikuwa rahisi, nilinyeshewa hata mwili nilipotoka, hata siku hizi mambo ya kitanda sishughuliki. So nakuomba tu baba, ni mnaishi sana hii miaka kuwa MCA naanza kuwa ngumu, but nitakwambia tukiwa peke yako na Edwin na Oparanya, tukiwa peke yake. Niwaombe tuchukue nafasi nirudishe program kwa Tale ili atuendeshe kwa kipindi kinachofuatia. Kama nimeongea vibaya, nimekukwasa, unisamee. Na kama nimeongea mzuri, jiandikishe kwa chama. Tumpigieni tafadhali Mheshimiwa Balala makofi, kofia. Hivyo ningependa kumwalika Head of Communication ndugu yetu Etale akaweze kuendelea kutoka hapo. Asante. Asante ndugu yangu. ODM. Si niliwaambia vile tuliongea mara ya kwanza kabla party leader ingie. What to do? Tunatoa kofia. ODM. ODM. Wala walionyuma hamna kofia mtapewa Zinakuja. Asante sana our party leader na viongozi wetu. Tunaenda haraka sasa, kwa sababu sasa hii ni section ambayo SG anafaa ahusike mara moja na tuende mbele. Now one thing party leader want to tell you about this, ladies and gentlemen seated here. Tangu nikuja hapa asubuhi tukiongea nao, ni watu waaminifu. They have 3 issues ambazo nimefurahia. Number 1, ni waaminifu kwako na kwa chama. Number 2, ni watu wasikilivu. Kwa sababu wakati nilikuja nikawaambia huu ni mkutano mzuri, mkutano ambao ni wa chama, tunataka kuongea mambo yetu. Nikaambia wazime simu zao na weke mfukoni. Wote walifanya hivyo. That's why uone hata mmoja ameshika simu kwa mkono. Alafu namba 3, ni watu wanapenda sera za chama cha na niliwaambia nyinyi kama ambassadors wetu, delegates wetu, mnapokwenda nyumbani, make sure you recruit at least 20 people kwa jina lako, sio? Na wale 20 people pia recruit another 20 people kwa majina ya, and will multiply numbers zetu na tutaendelea mbele. Namba ni ile ambayo niliwaambia, *483*0. Wameshika. Tujipigie makofi sisi wenyewe. Asante sana. Sasa tunaenda haraka. SG, with your permission, kuna gentleman mmoja ambaye ni mwanasiasa hapa. Alikuwa mwanasiasa Nairobi tukiwa wadogo. Saizi namuona anasema nataka kujiunga na chama cha ODM. Na nikamuuliza nikamwambia, are you serious you want to join the ODM party? Because anybody who joins ODM lazima itoke wapi? Wapi? Sasa nitamuita aje hapa. Naomba uniamshe, niamshe rejeze bore bore. Naomba uniamshe, niamshe rejeze bore bore. Niamshe ikishika sana, niamshe rejeze bore bore. Jamani ikishika sana, niamshe rejeze bore bore. Baba ikibamba sana, niamshe rejeze bore bore. Kwa kweli ikibamba sana, niamshe rejeze bore bore. Sikikushika sana, niamshe rejeze bore bore. Sikikuna hisi sana, niamshe rejeze bore bore. ODM oye! Peperusha bendera ya ODM, peperusha bendera ya ODM. Baba, mimi niko nyumbani. Hawa watu nikiwaona sijui, I cannot even describe what I feel when I come back to Bungoma, Baba. Because these people that you see here, all these faces here, Bwana Karumba, Owen, au kijana Felo, hawa watu ndio wamenilea kwa siasa ya Kenya hii mimi nikianza siasa. Mimi nawaheshimu sana na wapenda kwa njia ambaye siwezi kuwaelezea.
every time I am home. I feel so proud, Mom Elizabeth, because you guys, Baba Mike, mumeniona yani, the first time nikishika microphone, nilishika mbele ya watu baba. Na wameniona vile nimekuwa, wamenilea, wamenisupport mpaka wakati ambapo sasa siku hizi nimepata majina mengine. Wananiita katibu mkuu wa chama, wananiita senator wa Nairobi, wananiita naibu wa kiranja ya walio wachache ndani ya bunge la Senate kwa sababu ya maombi yenu na support yenu. I will never forget the support that you have given me. Kabla sijaenda mengi baba, wacha tumkaribishe huyu ndugu yetu kwenye chama. Na unajua Wabukusu huku, mtu akifanya uamuzi anafanya peupe mchana mbele ya Mungu, mbele ya wananchi, na amefanya mbele ya baba. Nipatiwe kofia tafadhali. Na nitamuomba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga mwenyewe akubariki kofia, akukaribishe kirasmi ndani ya chama cha ODM. Wapi makofi? Asante sana, asante sana. Karibu kwenye chama cha ODM, tutembee pamoja sana. Asante sana chairman, simama hapa, hiyo picha ipigwe vizuri, si ndio? Si ameingia mchana? Omwene sasa, omwene. Asante sana. Asante sana. Tuketi sasa. Twende na haraka kwa sababu tuko na mkutano mkubwa pale Posta Ground. Mheshimiwa Raila Odinga, mimi nataka nichukue fursa hii kwanza ni kushukuru kwa kuchagua siku hii kuja kuongea na hawa ndugu zetu wa Bungoma. Baba alimaliza shughuli zake kule Vihiga jana na akasema anataka kulala Bungoma. Baba amelala hapa Bungoma hapa. Na hawa ndugu zetu wa Jaluo wanapenda vitu mzuri. Wanapenda vitu mzuri. Huwezi peleka tu baba mahali na kaa hivi hivi. Sasa wengine wanasikia mnapeleka baba Bungoma, atalala wapi? Hawajajua kijana yetu Timu Wanyonyi ametengeneza facilities za kimataifa hapa ndani ya Bungoma. Na huyu Timu kwa sababu anapenda watu wetu, achukui ati facilities mzuri anapeleka kwa town. Hapana, anaingia kwa kijiji, anaweka kitu international. Hii facility inaitwa wanaangali. I dare anybody in this country atuonyeshe kitu yenye nafanana kama hii. Mimi nimetembea Kenya mzima, hata baba wewe mwenyewe unajua. Jana tumeona bola hapa kwa stadium. Baba, Kenya mzima tunatembeanga na wewe. Hakuna mahali kama hii mzuri. Alafu mahali baba amelala mwenyewe atawaambia. Amelala mzuri. Kwa hivyo nataka kupigia Timu Wanyonyi makofi. Bali no chile kakiyo hujuma omegurira ho anoboli nyasembo ndio yomaga sembo chile ngado vidia na pili ndio mimi najifunza kutoka kwa mheshimiwa Timu, na nataka kusema asante sana kwa mfano ambao umewekwa kwa viongozi wa Bungoma ya kwamba lazima to invest in our own people and in our own county. Baba, statistically Bungoma has not done very well in terms of registration of members. Kwa list ya zile counties sisi tuko number 11. Number 11 out of the 47 counties. Of course number 1 mumeambiwa ni county ya Busia. Na ukiangalia kuna sababu ambayo Bungoma generally registration yetu ya ODM imeenda chini. Hizi issues ambayo hawa ndugu zangu wamesema, we have interacted with these issues for a very long time. From the time I started my politics, I chose ODM when all these other political parties were available for me. Si ati tuli experience ubaya mahali tukakuja ODM, hapana. Ni kama vile Timu Wanyonyi atawekea nyinyi lunch inaitwa buffet. Kuna samaki hapa, hiko kakuku hapa. We mwenyewe unachagua ugali kama ni ya brown na ukule na kuku yako uende uketi. When I started my politics, all these political parties were there. I made a conscious decision. Kama vile ndugu yetu amefanya leo. Nikasema mimi naingia kwa chama ya ODM. Na baba, tumekuwa na shida sana hapa Bungoma. Kwa sababu ukiangalia hiyo registration, hata hii delegates hawa watu wale tulianza nao wote hawako hapa. Kuna sura sioni, si mnajua? Mama nyesa bosi. We started with some people, they are not here. Because baba,
Bungoma has borne the brand of coalition politics. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Ilikuwa, in fact, I cannot remember kama kijana yenu mara ya mwisho mlikaako tu hivi ati watu ODM na baba. I don't remember. Ilikuwa tumekaa hivi kwa mkutano tunasema ni delegates wa ODM, watu wanaingia na uniform ya chama ingine, wanakuja wanasukuma timu huko ati huyu ni co-principal wawekee kiti hapo, akae hapo. Si mnakumbuka hiyo maneno? Kulikuwa mkutano hapa tulifanya hapa Kandui. Watu wakaingia na uniform ya chama ingine. Mimi niko na candidates wangu hapa. Wewe fikiria Mheshimiwa Wanjala. Candidate wangu wa Tongareni amekaa. Alafu mwingine anaingia, anasema sasa coalition nimesema huyu ndio ataenda Tongareni. Hivyo ndio tumefinyilia chama cha ODM hapa Bungoma. Na ndio ukweli. Ndio maana baba, wakati ulinichagua kama SG na ukaniambia hii NASA hii, Sifuna mimi nataka uvunje hii NASA. Nikamwambia baba, sasa ndio umeniambia sasa. Na akasema wewe tumia ile mbinu na zinaache cash. Nikasema kama mtu ya Bungoma, vile hii watu walikuwa wanatufinyilia, lazima tutaonyesha hii watu ya kwamba sisi pia tunahitaji kuwa na space yetu kama chama cha ODM. I feel very pained baba when I hear my own people wanaongea hivi, kwa sababu we were trying so much to give support to our coalition partners. Hata huyu ndugu yangu Caleb, kama si ati ni kijana power, huko pia huko Trans Nzoia alikuwa azame huyu kwa sababu ya coalition partners. Baba alikuwa na roho mzuri sana. I remember baba, and you allow me to just disclose some of these things. Usisikie vibaya. Baba alinipatia list ya ile support ilikuwa inaenda kwa candidates. Na sijui hii rafiki zetu walijuaje bwana. I don't know how they came to know baba. Wakasema ODM candidates msiwapatie pesa kwa sababu tunataka chama yetu, ile coalition partner wetu wakuwe na chance ati ya kuangusha Ford Kenya hapa Bungoma. Na mimi nasema ukweli. Na iliniuma sana kwa sababu baba aliwaonyesha watu wa DAP heshima. Akasema basi, wacha tuwapatie nafasi wao wafanye nini? Wa campaign. Kusema ukweli, huyu mzee Lawrence ambaye tulikuja kuzika hapa juzi baba, he was our candidate for Senate in Bungoma on ODM. Baba yangu mwenyewe ikabidi sasa ati pesa, mimi ndio SG lakini siwezi patia baba yangu pesa ya chama ya campaign. Ilibidi nilimega tu ile kidogo ulinipatia, nikamrushia huku nyuma ile usiro. Sikila papa omwenu mwenye chingila nichonya. Lakini ilikuwa kwa heshima ya coalition. So what these delegates want baba, it is not bad to be in coalitions vile wamesema, but we must empower our own party. We must empower our own party. Jacom, when we used to get money for the political parties fund, you know, when I spoke yesterday in Vihiga, the fact of the matter is that immediately William Ruto was sworn in, he has embarked on dismembering and crippling all institutions of democracy in this country. And political parties have not been left behind. What he did, we had 1.4 billion shillings allocated to the fund in the last financial year. Tukienda kwa uchaguzi, bunge ilikuwa imepeana hiyo pesa tayari. Alifanya supplementary budget September, 2 months ama 1 month baada ya kuapishwa. Akakuja akatoa 800 million kutoka kwa 1.4, ikabaki 600. Ati ndio vyama vyote vigawane hiyo pesa. Unaniambia ODM tulikuwa tupate 307 million shillings per year. Saa hii registrar ananiandikia anasema we will only receive 120 million shillings. It is a shame. Na hata wakisema hiyo ndio pesa yetu, kutuma hawatumi. Mimi najiuliza hii ushuru yote ambayo tunalipa, Ruto anafanyia nini hii pesa? Kwa sababu wabunge watakuambia CDF hawapati. Wazazi kwa shule wanasema na walimu wanasema capitation ya shule hakuna. Sisi political parties hakuna pesa. Mama county wa Busia atakwambia ngaf haijakuja. Pesa ya wananchi Ruto, kwa sababu ushuru tukiangalia payslip zetu ulikata hata Disemba, Januari umekata. Hii pesa inaenda wapi? Inaenda wapi? Kwa hivyo mimi najua wakati tulikuwa tunapata pesa, baba alikubali ya kwamba extra and special attention must be paid to Trans Nzoia and Bungoma. Na chairman na executive committee wako hapa. Kusema ukweli, pesa baba alinipatia nikawaletea, tukafungua ofisi. Mukaandika budget, mukasema mnataka furniture ya ofisi, tukafanya nini? Tukaleta. Si tulileta pesa. Wakati tulikuwa na pesa, baba alikuwa amepeana hiyo order kwamba kuwe na special attention kwa county ya Bungoma kujenga party yetu. But I can tell you Bana Befwe, even as we speak today, these meetings are being financed solely by Mzee himself and members of parliament like Tim Wanyonyi giving support that you see it. We don't have any money at the party.
Because the intention of this regime is to make sure ya kwamba tumekwama. Nyinyi watu wa ODM, hawa watu baba, me have never seen watu dedicated kama hawa. Hawa mama hawa, awe na pesa ama hana. Kama kitu ya chama inatakiwa ifanyike, itafanyika. So hawa jamaa huwa wanakaa wanajiuliza, na hawa watu ODM tukiwapea hii pesa naye watakaa namna gani? Maandamano itafanana aje tukikuwa na pesa? Kama tunafanyanga ile ya moyo, ya kujitolea tu, ya kujituma. Na je sasa tukisema sasa tumeingiza pesa kwa chama, si hii watu tutatoa within a week, watakuwa wameenda nyumbani. Na ndio kwa maana wamekatalia pesa yetu. And as an SG, we have spoken with all the other SGs of other political parties except UDA, kwa sababu UDA wamepata njia ya kujifund huku nyuma. Malala anafungua maofisi, anatumia pesa gani kama political parties plan ijatolewa? Wao wanajipea pesa nyuma ya tent, alafu wanafinya hivi vyama vingine. Next week we will be issuing a statement as the rest of the 48 qualifying political parties ya kwamba what is going on is unacceptable na hatuwezi kuendelea hivi. Wacha nikupe takwimu baba za registration za constituencies hapa Bungoma. Na utaniruhusu, unajua baba aliniambia tukienda hizi kaunti zingine number 1, number 2 na number 3 ndio wanapata zawadi. Lakini hapa kwa sababu niko nyumbani, mimi naomba baba hata namba Musiembe akule kitu ya SG. Ono mwana wenyewe kegale kumbia anduwazi muli yako chichazi. Muloma inge mulinende SG. Sasa baba nitafanya tu anaitwa nini? Adjustment kidogo. Watu ya Siaya msiniulize hivi tu, hii ya nyumbani. So hata ule namba Musiembe leo nimesema nitapatia nyinyi kitu kidogo, hata kama ni mafuta ya kufanya nini, kusupport nyinyi muweze kuinuka kama chama. Sasa baba, Bungoma on the IBC register as the last registration 646,000 registered voters in Bungoma. We have only managed to register 203 as members of ODM, which represents 31%, which is very very low, na ndio kwa maana tuko number 11 kwa the entire country. Na kwa hizi constituencies zetu 9 nataka kusoma kuanzia namba Musiembe mpaka number 1. Number 1, 2, 3 watakula kitu tofauti na namba Musiembe, lakini kila mtu atafanya nini? Sijiti silio orali yako siase, lakini I want you to pull up your socks, si ndio? Number 9, rafiki yangu Solo. Huyo kijana anaitwa Solo, huyo baba, huyo mtu ako dedicated sana. Na najua kwa sababu zile shida ako nazo kule Mount Elgon na support, ndio kwa maana uko namba Musiembe Solo. Out of the 76,000 registered voters in Mount Elgon constituency, we have only managed 8,000 registered members of ODM. Sasa tunataka tukuongezee nguvu ili uweze kusongesha hizi nambari, at least ifike about 25% of the registered voters, and I will support you in that. Kwa sababu ya wewe ni kuwa rafiki yangu na mtoto ya nyumbani, watu ya Mount Elgon tapatia hao 5,000 shillings kutoka kwa mfuko yangu. Pigia hao makofi. Tongaren ndio number 8. Tongaren wako wapi? Number 8. Chairman, wewe tumetembea na wewe muda mrefu na najua how dedicated you are to the party. Out of the 84,000 registered voters in Tongaren, we only have 26,000 members of ODM, which represents 31% of all the voters. Hata wewe chairman, nitakupiga 5,000, pia wewe ukule hiyo, uongeze bidii, weke airtime ya kupigia watu wajiunge na chama, si ndio? Number 7, Bumula constituency. Wako wapi? Msikuwe na uoga, simama tu. Simama, nimesema kila mtu tunamina kitu. Bumula, out of the 82,000 registered voters, you have only registered 25,000 members as members of the party. We want you to ongeza moto kidogo, and we are here to support you. Number 6, baba, is Kimilili constituency. Number 6, Kimilili constituency, out of 61,000 you have registered 19,000. Pia wewe nitakupatia airtime ya shilingi 5,000 ya kufanya kazi ya chama. Sirisia number 5. Sirisia wako wapi? Asante sana Sirisia. Muko na 48,000 registered voters, mumeandikisha wana ODM 15,000. Mchipigie makofi na mwapigie makofi. Number 4, Webuye West. 58,000 registered voters, we have registered 19,000. Nyinyi pia mtaminwa kitu shilingi 5,000. Sasa tunaingia number 1, 2 na 3, si ndio?
Hawa ni wale wamejikakamua kabisa. Number 3, Kabuchai. Pigia hawa makofi. Baba Kabuchai, out of the 67,000 registered voters, tuko na members wa ODM 22,000. Nyinyi nitawamina shilingi 10,000 kwa hiyo kazi ambayo umefanya. Aya, number 2, Kandui. Angalia wanataka server ifunguliwe. Kandui, Rafael, simama. Rafael, hii server ya SG haidanganyi. Kandui tuko na 118,000 registered voters baba. They have managed 46,000 registered members of ODM, which is 39% of the registered voters in Kandui. Sasa muende kazi. Na baba, unajua hawa ndio wananichungia boma. Hawa nitawamina 20,000 kwa heshima yako. Unisamee hapo. Haya, number 1 in terms of registration, Webuye East. Baba, Webuye East. Na ndio walikuja leta wajapata kofia. Wapi kofia ya Webuye East? Baba, Webuye East have 48,000 registered voters. They have managed 40%, which is 19,000 registered voters. Na labda ni kwa sababu baba, Webuye East ndio nyumbani kwa chairman. Sasa watu ya Kandui, hii ni aibu gani? Nyumbani kwa chairman inashinda nyumbani kwa SG? No. So baba, kwa ruhusa yako, hawa wa Webuye East wacha ni wamine 30,000 kwa kazi mzuri ambao wamefanya. Na hii ni pesa taslimu, tunamalizana hapa kabla tuende mahali ingine. Mimi sinanga deni ya mtu, si ndio? So we are here for a very important exercise because these numbers, ukiangalia baba, honestly speaking, kama Kandui, if you have 46,000 registered members of ODM, you should be able to win all the MCAs in Kandui constituency. You should be able to win the MP seat kwa sababu hawa MPs hapa wanachaguliwa na 30,000 votes, si ndio? Rafael, si nasibi wa semwana baba. Hesabu yeyo. Sasa huyu anataka kuchallenge server ya. Wewe sema tu tutatia bidii, si ndio? Niwapatie muda gani? 1 week ya hii registration. 1 week baba, wamesema wao wenyewe. Kandui 1 week watakuwa wamepita Webuye East, si ndio? Alafu mimi mwenye So mimi nataka nimalize baba nikizungumza kuhusu masuala fulani ambayo mumeibua hapa. Issue ya presidential agents mumezungumza na baba, labda atawapatia pia picha kamili. My experience as your SG is that when your political party is the one producing the presidential candidate, huwa mnafinyiliwa chini sana. Kwa sababu kila kitu kitaka wanakuambia hii kidogo hii pia unataka na tumewaachia urais. Mimi I envy baba Raila Amolo Odinga because sometimes I am in the room with him when he has very difficult conversations. Kama hii kiti mnaongea mambo ya governor ya Nairobi, team atawaambia it was one of the most difficult conversations I have ever been party to. Na mnaitwa si ati mahali, mnaitwa State House. Mnaambiwa sasa nyinyi watu ya ODM mnaenda kukua na kiti ya urais. Hii kiti ndogo ya Nairobi muachie hii watu ya Central watatupatia 20% of the vote. Itakuwa vibaya. Baba akakuja akaita team, akaita mimi, akaita Oparanya, na kweli akatuomba, akatuambia hawa wenzetu wa Mlima Kenya hii pekee ndio wameomba. Alafu watupatie ile support wanasema watatupatia. Nyinyi wenyewe mnajua kama walifikisha hiyo 20%, lakini sisi tulifanya vile walituomba, si ndio? So sometimes in these coalitions, it is a very difficult and intricate negotiation skills. When it comes to even presidential agents, I can assure you Baba is aware that there is no political party in this country, even in this region, that has structures all the way to the grassroots kama ODM. Sisi wakati tunafanya by elections, uliza mtu yote hapa, by elections za ODM zile nimesimamia,
umewahi kusikia tulifanya by elections kama 10 between 2018 and 2022. Niambie hata moja ambaye ulisikia ati kuna agents hawakulipwa ODM. Tulikuwa na nyinyi hapa Matungu. Felo tulikuwa tunakimbia na yeye usiku hapa. Umesikia mtu Matungu akisema agents hawakulipwa? Because kule Nairobi kwa secretariat, all you need to do ni kupigia chairperson wa county. Apigie chairperson wa constituency. Chairperson wa constituency aite chairpersons wa ward na women leader na youth leader. Ukiitisha saa hii Kandui, atunataka agents wawili kwa kila polling station. Hiyo ni kitu inachukua Rafael dakika 10 peke yake. Lakini they never allow us to do it. They never allow us. In the coalition, once you get the presidential flag bearer, wewe kazi yako ni kunyamaza tu ubebwe. Naambiwa leo tunaenda Nyeri, naenda tu. Leo tutakuwa Bungoma, tunaenda tu. Huku huyu ndio mdusi, akisema unampatia kiti nini. I don't envy anybody who wants to be president in this country. After seeing the things that Baba has gone through, inakuanga vigumu sana. But I can assure you, things are going to be better. Because if we are just allowed as ODM to run programs, we put down our foot and say, presidential agents tutafanya sisi wenyewe, you will not see the sort of confusion that was there. Then the support of neighboring counties. Many of you here have run for political campaigns. Mumesimama viti. By the time you are elected, hata kama huyo MCA wetu, Mheshimiwa Balala, kama MCA, by the time he is elected, the number of people he owes a debt, MCA tu, ni watu kama 10,000. Wale tu wenye directly wamemsaidia ingie na wanatarajia kwamba atawasaidia. And it is the same for all seats. Kama mimi mwenyewe, kabla nikuwe senator wa Nairobi, the sort of infrastructure you need is over 20,000 people. Wale wanakusaidia tu in the 17 constituencies. Unakuwa senator, wanakuambia uko na nafasi za kazi 7 kwa ofisi yako. Unaanzia wapi? Ochaki na waena. Where do you begin? Which is why uwe natuuma kupoteza national government na kupoteza kiti ya governor. Because they have more opportunities to absorb people. Nilienda Narok kwa wakati moja, chairman ananiambia tulikuwa na nani? Hatukuwa na wewe Wandai. Atichukua mimi unipeleke kwa Wanga aniandike kazi huko. Na nilimchukua nikaenda na yeye kwa Wanga. Wanga akamuonyesha list ya watu wake wenye hajapea kazi. Wale alifanya campaign na wao. So inatakiwa kwamba sisi, honestly speaking, there is no problem with supporting each other. And I want to disclose here that even the engagements we have had, Honorable Baba, we have received support with your help from all the neighboring counties here. From Vihiga, from Kakamega, from Busia. They have supported us. But in terms of this employment, na wewe fellow pia huku unasema vitu zingine bwana. Sema kwa zingine pia watu wajue. Kwa sababu ndio najua kuna ugumu. Lakini tenda zote za transport ya boma ya Sifuna, sisi unakulanga bwana. Asemeko hiyo si ndio? Kama anadanganya bwana ndio nini? Bake ni nebechile Mungu mwase. Memanga bake ni basi nanu. Uluma kulie nelewa so mwami. Tuseme kwamba tumefanya 10%, tuongeze ingine, si ndio? Uluma holi, ukolanga lakini unasema kwa sababu si mimi sitaki kutangaza hapa vitu yenye tunafanyaga na watu hapa. Lakini unasema hii imefika hapa na tunataka support zaidi. And we are available to support. In all honesty, hatuwezi kukunyima kitu kama tuko naye. And we will work together. So mimi nataka nimalizie hapo. I feel like I've spoken for so long. Etale. What is next on the program, Etale? Or we can allow leaders to speak now? Okay. So, Your Excellency, allow me to introduce a few people. Not all of them will speak. Honorable Balala told you he's the only MCA in Bungoma. Is there any MCA we came with from Nairobi or any other place? We introduce them? Yes. That is Mheshimiwa Magoba. Mheshimiwa Magoba is an MCA for Lower Savannah, is in Embakasi East constituency of Babu Owino. Omuluya wefwe. Mukalumanga mulipapa za kwe changa jina fasi tambo kanezi siya masiefwe kanezi siya mazina. Siya masie balu ya siya mazina. ODM. Haya. Huyu ni nominated MCA wa chama cha ODM, msichana Muluya tena. Anatoka Westlands, alinominatiwa na Mheshimiwa Timu Wanyonyi. Ako kwa County Assembly Nairobi. Asante sana. Aya, niko na huyu mama yangu namuitanga Kuhu kutoka Busia. Alikuwa
kwa chama ya Ford Kenya baba, lakini aliingia kwa chama ya ODM. She's a woman I greatly respect na nakupenda. Salimia watu. Asante sana. Tutaongea kule kwenye kiwanja kuhu. Haya, huyo next amekaa na yeye, huyu anatoka Vihiga. Aliingia kwa chama ya ODM jana. Na tayari ameshika network, anakuja na baba kila mahali. Anaitwa Mama Finya. Atasalimia nyinyi. Sema tu Mulembe. Asante. Thank you. Thank you very much. So, Your Excellency, with your permission, let me allow the members of parliament to just introduce themselves, and then we will hand over the program to Honorable Wanyonyi. So, tukikuja tu hivyo, Mheshimiwa, karibu tafadhali. Karibu tu. Huyu ni mama wetu anaitwa Catherine Omanyo. Yeye ni women rep wa Busia County kwa chama cha Yes, sawa, sema. Murie bana befu. Esendi jirani sana. Mumbona murie. Baba ebula kwa nakulaida. Nano chidume chiliano mwatupa imbao. Mbande cheranga bulekeno. Ni kholele lienda mala ninji cha kujongelesya makumbe na. Ebundeni. Lakini muri bandu balayi mwe khubireko makofi. Esienangwa Catherine Nahabi Omanyo. Wewe ni ano sana khalaka ni mianga lupida. Wina ni abamanya lupida. Khanano nengoba ndabo olanga mwangosera. Mwabiranga ni khasi mumbonako. Kwa hivyo Busia County efwe khulingangari khasi khwinyo khomubayo tawe. Nekhandi khwamanya mbwe mwisini mwamua mubechanga ngabandu babusia. Murafisi akho sifuna wefwe uno chisoni tawe. Oluicha khunyole babunge bekhalano MCA bekhale bangi senator paka governor binyalika khulakachula baadaye, lakini ano ndenyelesa mumanye mwamanyirisya nimbira munono mubola kho mukhaha khabira. Asante sana, mmesikia sauti yake. Wakati tunazungumza rafiki yetu Mheshimiwa Jack Wamboka, mbunge wa Bumula, ameingia. Huyu ni rafiki ya baba wasebele kwa amali khukhuloma nono ikhalasa. There's no problem. Wewe khukhulomile kwa amali. Karibu mwami. Haya. Wacha Mheshimiwa Wamboka akipumzika kidogo, nimwamushe tukiendelea tu na Busia. Useme jina yako wewe mwenyewe na constituency yako. Karibu sana. Tusalimiane baba one mrembe. Bwana Yesu asifiwe. Muli moyo. Seba Rafael Bita sauti wanjala. Umubungo ebudalangi. Umunyala wanyale sialo. Abanyala sialo. Baba Banyala kwa Western Province. Sisi ndio kwa population. Sisi ndio number 2 kwa Bukusu. Bukusu ndio number 1, Banyala number 2. Baba, hakuna siku yoyote bunge inakosanga Banyala more than 1. Saa hii huyu MP wa Taveta, huyo ni Munyala kutoka Budalangi. Iko Angwe hapa kutoka Navaholo. Na Wanjala kutoka wapi? Budalangi. Hata ndio uliona wakina Gumo, wakina nani. So this is a blessed community, second to Bukusu. We are also blessed. Mimi nilianza siasa yangu na Wamalwa kijana. Hata mnajua Wamalwa kijana pia si alikuwa Munyala, si Bukusu, ni Munyala. Si Mwengele ni Munyala. Yes. Na wacha niwaambie, baba, hakuna kabila mzuri kwa Waluya kushinda wa Bukusu. Very accommodative, not antagonistic. Ukiingia hata kama wewe ni Mteso, utaishi nao na kuna mtu atajua wewe ni Mteso. And those are the Bukusus. Hii mapenzi yote hawa Bukusu wako nayo. Baba, tunarudishwa tu nyuma. Bukusu walikuwa na stand the highest chances kwanza ya kuproduce Muluya, which they did.
the first community iliproducia Waluya the first vice president. Simujipigie mikono. Na si mimi nilikuwa na nyinyi. Sasa nyinyi mkitoka hapa, nataka muende mfikirie. Hii timu mnaona mnafuatana nayo ilikuwa na Wamalwa. Ilikuwa na Wamalwa. Bahati iko huko kweli. Bahati iko huko. Wamalwa akikufa, huyu Raila salikuwa minister kwa serikali yake na Kibaki. Si Wamalwa alikufa kama wako na Raila. Tufikirie sana. Chama ya wabunge 5. Chama ya wabunge 5 itatupeleka tukue rais. Kwa nini hatuwezi elewana? Baba, asante. Sisi huyu Sifuna ni kijana wetu. Na nyinyi tukiwaita Nairobi kupiga kura, kura yetu yote ni ya kama secretary general. Baba, hakuna chama sahi Kenya hapa ambayo iko na the best secretary general kuliko ODM. We have the best. Ule mtu angekumatch alikufa, alikuwa anaitwa Joseph Kamotho. But you are the best. Na watu wa Vihiga, watu wa Busia, watu wa Kakamega na watu wa Bungoma, nataka kusikia resolution yenu. Wale walimaliza wanaenda Nairobi kupiga kura. Kura zao zile wameweka macho ni kura ngapi? 3. Kura moja ni ya Sifuna abaki secretary general. Kura ya pili ni Oparanya abaki deputy party leader. Na kura ya 3 baba anabaki party leader. Tuko pamoja paka hapo? Iko mtu anapinga? Tuende namna hivyo. Sasa ndugu zangu, kama na dada zangu, mnataka tuende hivyo, sisi nafaa tukae kama Waluya vile Waluya wengine tulikaa na Wamalwa. Watu wa Bungoma pia mkubali kukaa nyuma ya Waluya wengine. Huyo Oparanya ni mtoto wenu, akifuata Raila iko makosa? Iko mtu anapinga? Toa kofia kama umekubali. Asante. Na sasa Kisii yote, Homa Bay yote, Migori yote, Kisumu yote, Siaya yote, Mombasa, Kilifi imesimama na Raila. Nyinyi Waluya tunataka mpeane hawa wawili sasa backup. Mpira isipite tufungwe tena kwa goli. Unajua tumeuziwa uoga. Na mfikirie sana, wametuuzia uoga. Musalia na Wetangula wanatuuzia uoga eti kama Ruto alikuwa nje ya serikali. Je, akaingia? Vile ameingia atatolewa. Huyu Raila alikuwa ndani ya serikali? Si pia alikuwa nje? Sasa mimi alikuwa nje akaingia. Nani anawaambia eti Raila hawezi toka nje pia akaingia? Na wakituuzia uoga namna hivyo, Wetangula is my brother. Mimi niliwakalisha chini, nikakaa na Musalia. Nikasema nyinyi mnatulete down. Kama vyama zenu hizi mbili, ingine na wabunge 2, ingine na wabunge 4, kama mwezi kubaliana kuungana ikuwe chama moja, basi mtuambie sisi wote tuingie. Sasa wewe unataka mimi nitoke chama ya watu 100 na wabunge nikuje kwa chama ya watu 4? Inawezekana? Sasa kwa nini kama walishindwa kuungana, alafu mtu anataka kuwa na wabunge wake 3 kutudanganya eti sinosie CFA? Hatujakataa.
ni watoto wetu. Lakini Wetangula saa yako na miaka 69, 69 years. Ruto akimaliza he will be 79 years. Hiyo ndio miaka wanaambia Raila asisimame kura. Na tena Wetangula watataka wakimaliza ule ataendelea ni Gachagua. Tena Gachagua akimaliza another 10 years. Wetangula will be 89. Alafu Musalia is 64 now. Ruto akimaliza he will be 74. Awache tena Gachagua achukue 84. Bana befue. Asante. Bana befue. Nikimalizia vile mnaenda mfikirie na muamue go register people. Go recruit people, go preach to our people. Na wacha niwaambie. Huko kwetu kulikuwa na njaa. Kulikuwa na njaa. Na hiyo kitu niliambianga watu wetu wakashika mpaka tukadeliver Wamalwa akawa vice president. Wakati tulikuwa na njaa, kuna ndege ilienda ni mzee mmoja, watoto mabibi wanalia njaa, wakaenda kuwinda pale kwa msituni. Mzee akaona ndege, akanyemelea ndege, akaishika kwa mkononi. Ndege ilijua kuna njaa naenda kuliwa. So nitapona namna gani? Na mzee naye anasema leo tumepata mulo, njaa haitauma family. Basi ndege ikaambia mzee, mwindaji, mzee, ninajua kuna njaa unaenda kunikula. Lakini kabla hujanikula niko na maneno ngapi ile nataka kukuambia na itakusaidia maishani mwa. Mzee akastuka, ndege inaniongelesha. Hii maneno 3. Si uniambie ya kwanza. Ndege ikaambia huyo mzee, na ile kitu umeshika mkononi mwako usiachilie. Kitu umeshika mkononi mwako usifanye nini? Usiachilie. Basi mzee akaambia ndege. Na ya pili, mzee ya pili ni muhimu pia. Ile kitu umeambiwa usisahau. Ile kitu umeambiwa usifanye nini? Ile iko mkononi mwako usiachilie. Ile umeambiwa usisahau. Ndege ikaambia mzee, sasa nataka kuambia ya mwisho. Uko tayari? Mzee akasema niko tayari. Akasema mzee, hii kitu ni ya muhimu sana. Hii ndio ya mwisho, ndio ya muhimu sana. Sasa vile nataka kukuambia hii, hebu regesha mikono yako kidogo ndio nikuambie. Mzee akafungua mikono kidogo, ndege ifanye nini? Imwambie. Ndogo ikaruka ikaenda. Ndege ikafanya nini? Ikaenda. Na ikasimama kwa mti kama ule. Na ikaambia mzee, nilikuambia ile iko mkononi mwako usiachilie. Na ile umeambiwa usisahau. Si nimesema tukienda Nairobi tutaenda nyuma ya nani? Nyuma ya nani? Nyuma ya nani? Iko mtu atasahau. Asante sana. Asante sio. Nampa muda wake, sio? Sababu he has wisdom. Mimi niko nyumbani. I'm the MP for Saboti na SG. Nakumbuka last parliament I was the only member of parliament of ODM from Westlands to Sirisia. Yani ukitoka Westlands kwa team, the next member of parliament ulikuwa unapatana na yeye up to Sirisia was only Caleb Wamisi. Sasa leo SG, we've never had such a meeting. Na wakati SG alikuwa hiyo wakati hata nakumbuka we used to do young western leaders. SG ananiambia sasa mimi tutafanya aje, tuombe nani? Najikakamua, natoa 4 million. After second meeting naambia SG bwana nimeisha. Hii sasa wacha tuachie mikutano hapa. But we have come from far as young people. In fact, at some point we were excommunicated. Sisi na SG na Ososi
And when Malala was still on our side, wakatuambia ni vijana wadogo, hawajui siasa za Waluya, they are misleading the community. But saa hii ukweli imeonekana, imejaonekana. What I want to say for the party, the problems of Bungoma is just identical na Trans Nzoia. And that's why I don't want to repeat. It's the same. In fact, Baba, mimi wakati tulikuwa na NASA, Moses Wetangula alisimama akaweka his candidates wa Ford Kenya. Na akaambia Baba, sasa Trans Nzoia hakuna ODM ni ya Nyanza, hapa tuko ni Ford Kenya. Na what I did, mimi nilienda hapo mbele wakati alisimamisha candidate wa Ford Kenya, nikaenda hapo nikasimama nikamwangalia. The crowd went wild. Akasema huyo. Sasa Wetangula akawacha microphone niongee ndio aendelee. Aibu gani hiyo? Sawa. What we want to say, Baba, tukifika wakati wa nomination, just do some research on the ground. Tusifanye hii mambo ya kupeleka watu Nairobi, kwa sababu kama Nabii na Bwera didn't come to Trans Nzoia na akafanya research, kwa sababu wazee walikuwa wameambia Oparanya huyu ni kijana mdogo anatembea na chokora town. And he did research, akapelekea Oparanya akamwambia mnasema ni kijana mdogo na ndio hii research. If they didn't do that research, I'll not have had an ODM flag. Singekuwa nayo kwa sababu sikuwa najua mtu yote kwa ODM. But because of that research, I'm now an ODM member of parliament. Not once, twice. Sindo hiyo? So next time, just do research. Numbers don't lie. Enda kwa ground, let's party machinery, do research, find the popular candidate, muanze kumu-identify. And those who are, I have a problem in Trans Nzoia is that when you start having coalition partners, alafu wengine wanasema hii ni area ya huku, sisi hii Bungoma tuachie, Trans Nzoia tuachie, alafu sasa wale ma-aspirants wote wenye wako na nguvu wanaenda kwa hizo vyama. I even brought Natembeya. Saa hii as we speak, Natembeya could be an ODM governor. Lakini kwa sababu ya hii coalition nini Wamboka najua utaninyorosha, lakini hivyo ndio mambo iko. Mpaka tusemane ukweli, hata huyu nataka kuja ODM. Huyu damu yake ni ODM, wasiwadanganye. Mimi sijaiona MP mwenye ako tough kama Wamboka from Western. Hii ni ODM damu hii. Si ndio hiyo? So mimi nataka niwashukuru. This is now the ODM structure. Mkitoka hapa, feel free muende kutangaza. Bungoma is always the boiling point of Western politics. Watu wakitaka kusikia siasa za Western wanaangalia Bungoma. You've always been there. Na Bungoma damu yake na serikali hazipelekani hivi. Bungoma is always an opposition stronghold since Wamalwa's time. Please, this is the time to shine again. Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Baba, nataka kabla tumuite minority leader, kuna rafiki zako wawili. Mheshimiwa Dick Maungu amekaa wapi? Tulikuwa naye ama aliondoka. Baba, huyu rafiki wako wa Bumula na ni rafiki yangu Jack Wamboka. Huyu Bungoma mzima wakati ya finance bill, wakati ambapo walikuwa wanaweka ushuru ya kukandamiza wananchi, kuna wabunge wawili peke yake Bungoma County walipiga no. Mmoja wao ni Mheshimiwa Jack Wamboka, mbunge wa Bumula. Omwami abano bandu bo, lakini bandu baba ni nono bakesi yako ne wewe zimundu wa baba. Asante. Wana ODM hoye. Rais wetu Baba Raila Amolo Odinga na watu wa Bungoma, ndugu zangu waheshimiwa ambao mko hapa, naona kiongozi wangu bunge na naona Mheshimiwa Paranya na wengine, Bwana asifiwe. Mimi mnajua ni jeshi ya baba, si hiyo? Mnajua sisi tukiwa DAP baba wetu ni nani? Na baba amshua, unajua hapo mtu akicheza na wewe ile moto anaona sio kidogo. Sisi kama Azimio ambaye baba yetu ni Raila Odinga tumesimama imara, na sisi ni watu wa msimamo, na hiyo mnajua. Sisi tulipigiwa kura Azimio
na tumebaki Azimio. Sisi sio watu wa kununuliwa, na itaendelea hivyo nikishikana na hawa ndugu zangu, huyu Caleb Hamisi ambaye ni rafiki yangu Caleb, na huko kwako mimi nakuja, nikikuja na support wewe kwa ODM. Si hata nilifanya hivyo mwami. Sasa wewe ukikuja kwangu Bumula na support mimi kwa DAP. Na hiyo ndio maneno tunaendelea kusaidiana. Si hiyo ni sawa? A stronger DAP, a stronger ODM, a stronger Wiper is a stronger Azimio. And is a stronger Raila Amolo Odinga. Sio ni sawa? Bas, Sifuna, mimi sina maneno yote. Ya ile mambo baba, mambo ya cost of living ile iko juu. Sisi tunaendelea kupigana na huyu mtu anaitwa Ruto ateremshe hiyo maneno. Hii maneno ya koti baba, tunaungana na wewe. Tukiachilia Ruto na hii kiburi yake aendelee kutisha majudges, hatutakuwa na hii inji. Si ndio? Ironically, ile mtu ambaye amebenefit pakubwa kabisa, huyo ni mtoto wa judiciary. Rais huyu William Ruto is a judiciary child. Kuanzia siku zake za huko nyuma, nyinyi mnajua mambo amepitia, si ndio? Koti. Yeye ndio anatakana, hata angekuwa anashukuru Mungu akiomba aseme judiciary iko strong. Lakini mahali imefika, inataka wanaume wako na msimamo wamwambie Ruto enough is enough. You cannot continue to do this to the Kenyan people. Baba, sisi tuko na wewe, na unajua kama watu wako wa mkono, hakuna mtu atalete mchezo mzee Raila Amolo Odinga. Tukiwa hapo, Murio mnoko, muendelee kushikilia baba na muendelee kuombea baba. Baba, siku hizi sijui nguvu natoa wapi bwana. Hii mikutano unapiga, hata watu wengine kukacha hapo wanakuwa na shida. Unaona upashe hapa, rafiki yangu hapa ikifika jioni ameisha kabisa. Najua hata kina mama wana complain huko, lakini mzee hako na nguvu. Asanteni sana, Mungu ambariki. Orio mno mwami Jack Wamboko msale wefwe. Your Excellency, before I call the leader of minority, Senator Osotsi, please. Senator wa ODM wa Vihiga, salimia watu. Baba, Deputy Party Leader, viongozi wengine na watu wa Bungoma Mrembe. ODM. Mimi ndio yule Osotsi muwa mnasikia. Senator wa Vihiga, na pia mimi usema mimi ni senator wa Western. Kwa sababu kule Senate wale jamaa wetu wa Kakamega na wenyu hapa Bungoma wanapitisha vitu mbaya. Sasa wakati huo mimi nasimamia Bungoma na pia nasimamia Kakamega. Mwanaume mwingine ni Ukio Mtata wa Busia. Kwa hivyo mimi ni senator wa Western. Na leo tuko hapa kwa ajili ya ODM. Mimi ningependa kusema hivi. Unajua mimi natoka Vihiga, penye yule jamaa anajiita namba 3 anatoka. Lakini kule ni machungwa. Tumepaka machungwa kila mahali. Na hapa Bungoma pia yule jamaa mwingine anatoka hapa. Lakini mimi naona nyinyi mnaregea. Lazima mtakaa na mimi chini niwapatie siri. Mko tayari kupewa siri? Mimi watu wa Bungoma, mimi nimeishi hapa miaka 5. Nilikuwa nafanya kazi Mumias, nikiishi hapa Msikoma. Hata niko na boma hapa. Nikaoa nikiwa hapa. Nilifurahishwa sana na siasa za Wamalo wa kijana, wakina George Captain, Mukisa Kitui, na wale viongozi wote mlikuwa nao. Lakini sasa ukiangalia upande ile, nuangalia upande hii, unaona hapa ODM, hapa ndio wale viongozi wajasiri wa Wabukusu wako. Wewe unaweza linganisha Sifuna na Didmus Baraza? Unaweza linganisha Sifuna na Didmus Baraza? Ama ulinganishe Mheshimiwa Timu Wanyonyi na wale wengine wakina investors, sijui Dani Wanyama? Unaweza linganisha hao?
Sasa Wabukusu, waja niwaambie, nyota yenyu iko kwa chama cha ODM. Na nyinyi msiseme ati baba amewasahau. Bwana Sifuna huyu ambaye ni kiongozi yetu kule Senate, yes, ni Bukusu. Timu Wanyonyi si ni Bukusu? Amewasahau? Si amewapatia vitu? Na sisi tunasema hivi, unajua kule Nairobi, mimi nataka kuambia ukweli, Waluya ni wengi, lakini kwa hao Waluya wengi wanatoka Vihiga, ni wa Maragoli na Wanyore, lakini wote wako nyuma ya timu. Si wako nyuma ya timu? Wote wako nyuma ya Sifuna. Tumewasukuma mbele, lakini nyinyi hapa sisi tunatarajia, kwa sababu kule sisi tunasupport baba 100%, nyinyi pia murudishe mkono, msupport baba na msupport chama cha ODM. Na huyu ndugu yangu, unajua kule Senate mimi nakaanga nyuma yake, na wakati mama mwingine alikuwa anatusumbua pale, tumempa kiti huyu mama Fatuma Dulo wa huko Isiolo, tumempa kiti, lakini anarudi anakojoa kwa hiyo kiti, anatudharau. Mimi niliungana na wengine tukafurusha huyo mama, tukaweka Sifuna akalie hiyo kiti. And I can tell you, there is a future in this guy. This is a real leader. Si huyu ni real leader? Na mimi nakubaliana na Wanjala wakati anasema hakuna SG Kenya hii ambaye anatoshea huyu. Hata wakiita interview kwa TV waende, wakisikia ni Sifuna yuko wanaogopa. Wakisikia Sifuna yuko wanaogopa. Na timu pia. Timu tumeanza sasa mazoezi. Na kiti ya ugavana Nairobi, mnajua hiyo ndio kiti namba 3 kubwa Kenya. Sasa sisi tukikuwapatia kiti ya namba 3 Kenya, na huyu mzee anatoshea, na nyinyi mtapatia baba nini? Si mtapatia namba 1? Na muingie ndani ya chama cha ODM. Asanteni sana. Thank you so much, Senator. Thank you so much for your kind words. Your Excellency, I want to invite the leader of minority, who will then invite our host, the Honorable Tim Wanyonyi, to invite our deputy party leader. Karibu sana Umwami. As I go to sit down in the order in which I called out your constituencies, tuma chairman hapo anisalimie, arudi akae bila kuvurugana, si ndio? The 9 chairs. Asante. Haya. Asante. Wananchi, nipe hiyo ingine. Wanachama ya ODM, muko tayari? Huyo ndio Wandai. Na mimi sitasema mengi, kwa sababu siku ya leo nimekuja kusindikiza baba tu. Lakini la muhimu, lazima niwapongeze kwa kujitokeza kwa wengi, muje tuanze mpangilio ya kujenga chama. Mimi sio mgeni hapa Bungoma. Wengine wenu mnajua, nilifanya hapa Malakisi kama manager wa BAT miaka 7, miaka 2000 mpaka 2007. Kwa hivyo mimi najua nyinyi wote. Jambo la muhimu ni kwamba lazima tukumbuke chama ndicho msingi, si ndio? Na lazima tukubali ya kwamba chama kubwa ndiyo inaweza kuunda serikali. Kule bungeni tuko na shida kidogo, kwa sababu kukosa wabunge wengi kutoka nchi ya Bukusu. Ninyi wa Bukusu mmejulikana kama watu ambao wako na msimamo kamili. Nyinyi kama Wajaluo tu, si ndio? Tim Wanyonyi rafiki yangu kule bungeni ameshikilia sawa, na rafiki yangu Sifuna. Kama tungepata wabunge wengine wa chama cha ODM kutoka Bungoma na Trans Nzoia, tungekuwa na nguvu zaidi. Naona siku hizi chama ndogo kama hii Ford Kenya, wakati waliingia Kenya Kwanza wakazama huko.
Unajua huyo kijana Didmas alikuwa apewe chairman ya roads committee, akadanganywa, akatoka bure. Huyu akabushai siku hizi analialia tu. Unajua Kalasinga analia tu kwa sababu kule Kenya Kwanza kuna shida kubwa, kwa sababu aliingia kwa boma ya wengine. Kwa hivyo sisi ni jukumu letu tujenge boma letu. Boma ni OD. La mwisho, wangapi wanasema ya kwamba tangu Ruto achukue ushukani maisha yao yamebadilika? Maisha yamekuwa mangumu au mazuri? Si ni ngumu? Na wangapi wamekubali ya kwamba tuungane tupeleke watu nyumbani na haraka iwezekanavyo? Si ndio? Ati wanajigamba ati Bungoma ni ngome yao. Kwa kweli Bungoma ndio watu wanalia kama kule kwetu Siaya, hata Nairobi. Kwa hivyo sisi tukitoka hapa tutoke na tukikata kauli moja ya kwamba safari ya kupeleka baba kule, safari ya kupeleka Sifuna na timu Wanyonyi na wenzangu wote inaanzia hapa leo. Na tukienda kule Posta Grounds tuimize haya maneno. Tuambie wananchi wa Bungoma ya kwamba siku za usoni atakuwa mazuri tu kama tumeungana ndani ya chama cha ODM. Wana machache, asanteni sana. Mniruhusu nialike Mheshimiwa Timu Wanyonyi ambaye ndiyo host wetu aje aendelee na ratiba. Wangapi wanakaribisha Timu Wanyonyi? Mkaribisha Timu Wanyonyi. Haya. Shangwe na vigelegele. Kofia. Asante di. Thank you. Asanteni sana Baba Raila Amolo Odinga, Ongeza volume. Rais wetu, Mheshimiwa Oparanya, Governor wa Kakamega ambaye amestaafu, na wabunge wetu wote wako hapa, viongozi wa chama, Mlembe Mwezi, Mlembe Sua, Mlembe Te, Mlembe Mia, Mlimoyo. Asante. Mimi nimekuja hapa kama mtoto wenu. Mimi ni mjumbe mlinituma na Nairobi huja kusakata. Bali ningeza kanga waena. Isana cha kusaka nenderengo. Sekali kario? Na mimi nataka kuambia kwamba Raila Amolo Odinga ni baba wangu wa kisiasa. 2007, when nobody knew Timu Wanyonyi, Raila Odinga picked me to be one of the people who proposed him to be the president of Kenya. Nasikia hiyo. Nechane makuchukua national, picked by everybody, international media, and everybody proposed Raila Odinga. That time I knew my brother was a minister in government, but I chose to be with baba yangu ya siasa Raila Odinga. Na kutoka wakati huo mimi msimamo wangu, mimi nimesoma siasa yangu kwa miguu ya Raila Odinga, nimegraduate kwa miguu ya Raila Odinga. Sasa nafanya PhD kwa miguu ya Raila Odinga. Sawa sawa? Sina angale? Ita? Sasa baba akasema amenikubalia nikuwe gavana wa Nairobi. Na yeye kusema hivyo, mimi si kuenda kulala. Mimi nilienda kufanya kazi na kuchenga ground yangu.
Sawa sawa. Ukienda Nairobi ground yangu iko sawa. Kwa hivyo nyinyi muli nende lebe Nairobi mbola sa muli tenkenda nende timu ta. Nene wicha Nairobi the first place ni obirele wine. Na abasi na mwikulira kumuli yango. Enikula kikindi kimibofu. Si ndio? Tutafungua kupitia kwa chama cha ODM. Hii ni chama itatupeleka mbali. Na mimi najua through the ODM party, the oldest party in Kenya now, the only party that has been on to every election still standing, ODM, si ndio? Every hizi vyama zingine kila mwaka wanakuja na chama mpya. Kila mwaka wanakuja na chama mpya. Lakini ODM bado imesimama imara. Nakumbuka last year 2022 tukienda tukifanya siasa, mkutano yetu mkubwa katika KICC. Si tumekuja tumefaa kala ya Azimio. Nganola za hostels zine sifuna na kana zifuna mila hostels ya was. Alimuka rumwa ba chubili ba bechene uniform ya chubili fueso kupatlisha. I went back to my kana fulengo ya blue na afkara ODM kala na afkara coffee ODM nikaingia ndani. Si ndio? Kwa hivyo we want to retain the identity of ODM. Usiokope. Sawa sawa? Identify yourself as ODM, simama kama ODM, hata kama you'll be the last person standing. Let us be brave. Let us protect our party. Kitu ingine, kama candidate wetu amesimama katika hapa, kama tumepatia mtu ticket ya ODM, all of us as ODM members, we must rally behind that candidate who delivered. Apana kubira yule nanu ole bambele ko nali yo sa ambele ta. Apana, we rally behind our candidate mala kubisi ekura ta. Ne ko le uriota ba mukhalile ngasabuli nyanga. And I'm telling you, if you had members of parliament here, if you had a governor here, if you had majority of MCAs here, we will have nominated people among you. Sindio? You will have, the party will definitely reward you. And we want that reward to come. 2013, ODM ilikuwa na majority katika county assembly here. 2017, tukaenda minority. 2022, now I don't know, we are even not in minority, we are not in majority, we are just with a single member. We want to come back. Na hiyo safari inaanza leo. Sawa sawa? Today, tunaenda recruitment. Tukitoka hapa. Tuna march, tunaenda poster ground, all of us. Kubole lebandu, uliingira musiama siya ODM. Nilo wakaria tawe. Ambia watu waingie chama cha ODM. Chairman, charities, youth leaders, the leaders of disability, na viongozi wengine wote. We want to see when we come back, you must overtake Busia. Mko tayari? We must overtake. Hiyo ya Rafael Wanjala hapa. Na mama yetu hapa, mama Omanya. We shall overtake you next time. Yes. Tuko na SG hapa. Yeye ni Secretary General wa chama. Na katika nege ya ODM na mahamanyi leta kuikhalanga mabandu babili. Sifuna ali Moses sindi. Abase mungu. Ababutakhala buli yokweli. But we want Bungoma to be strong. We want Bungoma to be strong. Na sisi tutatembea na nyinyi. Simekuwa nyinyi nikaanzia sasa hapo tukasema tunatembea. Simeona vile safari inafanana. Simekuwa mzuri. Na tunataka iendelee hivyo. Every time lazima mtuite hata kama ni mkutano ya huko chini, we shall come and support you. Sawa sawa? We want to revive the strength of ODM in Bungoma. Na that's why baba yuko hapa. Hizi mikutano zote baba amefanya, amekuja kumalizia hapa Bungoma kwa sababu Bungoma is very very important. Na lazima nyinyi mchipe shukurani. Nyinyi mmekaa ndani ya ODM, hamjareka na mmeendelea kuwa watulivu, na mimi nataka tuendelee hivyo. Sawa? Wale wanareka wanaenda, nyinyi endelea na hiyo safari. One day you shall harvest ile mmepanda. Sawa?
Semuli bulio. Our party leader. Niko na ndugu yangu hapa. My brother. Mtoto ya mama. Leo alikuja kwangu asubuhi mapema. We have never been on the same political side. Amekuja leo ameniambia mwanao mai. Lunoko kenda fwesi. Karibu kwa chama sana Fred. Wangapi wanakaribisha Fred kwa chama? Kama umefurahi sema hey. Asante sana DJ. Asante. Tunaweza keti. Daramu le resa uti weta. Aresi kozo. Wana ODM oye. Karibu Bungoma. Sisi tumelinda siasa ya Bungoma. Baba tumekuwa na yeye akatushikilia tangu 2013 tulikuwa na yeye code. Nakumbuka baba wakati wametoa ndugu yangu kwa ballot, baba stayed here, campaigned with Weta. So baba has been a friend to the Wetangulas. Si team peke yake, mahali speaker ako, mahali alikuwa na utelevu, baba alikuwa na yeye. Sasa mimi nawashukuru nyinyi wote kwa kusimama na baba. Baba amesimama na sisi. Mimi nimeonelea leo Moses ni ndugu yetu mkubwa, is our patriarch. Mahali tumemfikisha, he doesn't need support again, si ndio? Saa hii mahali tupo team ndio tunasukuma ili afuate mahali Moses amefikia, si ndio? When Moses is ahead of us and he needs also somebody behind him as a fallback nini plan, si ndio? Kama kiusutu la muzika hapo zila la kweli. Mimi I'm here, I'm not here to betray anybody. I'm above 50. Si ndio? I make my decisions in the open. Si ndio? I'm not a slave to anybody. That when I support team or when I support Moses or when I support DAP, that I should be questioned. No. Mimi nawakaribisha. The journey we are going now from here. Let us, members, you know the harvest is plenty, but the harvesters are few. Unaona Bungoma hapa? Bungoma is on the slippery trajectory. Mnaona mambo yenye ilikuwa 207. Mambo ya PNU. Wale watu hawakusikiza who were busy eating in the government, including Mkhisa, including Kombos, they were all swept away. Wangapi walibaki? So the tsunami that is coming to Bungoma is failure of leaders to read the signs of times. Sasa mimi nitasaidia ndugu yangu hapa kuimarisha chama, nitasaidia timu taenda Nairobi kuimarisha chama. Huyu mheshimiwa Wandai wakati alikuwa Malakisi alitupa mabati mingi Weta akiwa minister wa Sirisia. We have several schools. I used to collect iron sheets tukijenga mashule Kabukara wapi, so many I can name quite a number, but saki kuongea mengi. Wageni wako know that the real general is back and is on his feet. Asante. Asante DJ, asante. Thank you very much. Welo mukhuluta nasi malukale lya mwisho ne kwamalata ne kwamile nda officials wejina bwana anti ne khwichile Bungoma lomakale mmyoyo mwenywe okamana olwile ngo lyandikha lindomile namwe sina namwe hapana ne wikhale bwene wa king
Sungumuza bila kuokopa, si ndio? Si mumesema? Na sisi tunakaa karibu na baba, tutahakikisha ile mumesema itatimia. Sawa? Sia mwisho nendanga party leader, deputy party leader wewe Mheshimiwa Oparanya. Oparanya has been in ODM, has been very faithful, has been loyal to baba. Na sisi tunajua bato hata kungatuka kutoka kwa governor, bado amesimama na mzee. Na najua baba huwa anasikiza. I know one day Mheshimiwa Oparanya, ile umepanda utafuna. Ile umepanda utafuna. Usirekeze, tembea na mzee kama vile umetembea na sisi. Nataka bana bevwe mukhusabila ta. Esese ekura eje hamwe hakikisha. Nende ODM nisona bakava na wenyo Nairobi. Ne kimiliango kiheko kimikali. Nairobi County is a government, and any county government is a government. Sawa sawa. Sasa mnabona governor sa khare rabi nurune muliata manya za mulia basa khola kasi bulahita. Lakini kimiliango kinego wele sa afunganga kimiliango na akufungile kuno okemaono olira kama sikata irebuke nyuma abe kule kukundi ta. No endele nende safari. Safari ya ODM iendelee mbele, tukitoka hapa tuende posta na tufanye umaarufu wetu ujulikane. Let the people of Bungoma know that ODM is still kicking and alive. Mheshimiwa Oparanya Bati. Haya, makofi. DJ weka ngoma tafadhali. Oliomuno omwami wanyonyi mlembe bosi. Mlembe khandi. Nina furaha kuwa hapa na nyinyi. Wengi wenu nimemuona, tumekuwa pamoja hii miaka yote. Lakini saa ngine kama viongozi paka tuwe na huzuni. Mimi niliingia siasa mwaka wa 2002. Nikiwa karibu sana na Wamalu wa Kijana. Wamalu wa Kijana ndiye aliniingiza kwa siasa kwa chama cha Ford Kenya. Alikuwa rafiki yangu, kuja kule nyumbani kwetu Butere kunitembelea, na pia mahali nilikuwa nafanya kazi kule airport Kenya Aerotech. Nikachakuliwa 2002. Bahati mbaya Wamalu wakaenda. Katika Fort Kenya tukawa na kuu. Bwana Kombo ndiye alikuwa chairman, vice chairman, akachukua. Kino Wekatangula kaja kuu. Hiyo ndio ilileta mambo. Hiyo ndio sasa ilifanya sisi tukatoka. Kwa sababu tulikuwa wafuasi wa Kombo. Sasa mjue. Na Wamalu walikuwa ameenda. Na Wamalu hakuwa na ukabila wowote kama Raila Amolo Odinga. Ndio mimi 2005 nikaamua tuungane na Raila Amolo Odinga. Na kabla kuungana na yeye nilienda kuongea na watu wangu wa Butere kwa sababu nilikuwa mbunge huko. Na wakasema sasa njia vile hii mambo ya Ford Kenya inaendelea, ingia hapa. Nikaingia. Na unaona 2007 tukawa na majority ODM hapa. Kwa sababu wakati huo Raila alikuwa amesimama kama presidential candidate kwa ODM. Tukawa na majority hapa. 2013 Musalia akasimama kuwa president. Huyu Raila aliniambia, Oparanya wewe utaweza kule kweli kama umekatalia ODM. Si Fort Kenya au si kwa ANC ilikuwa UDF. Wewe utaweza mambo ya UDF? Nikasema nitaweza. Kwa sababu nimesema kila mara, ukitaka kutafuta mbuta, unajua tuna visiwi Amayabo, Litiba.
na tuna ocean. Wenye mbuto uchokhaba yena. Ni wenye omena. So ni kawaida. Sasa nyinyi Waluhya mkitaka kuwa president, mtakuwa president mwiya. Baka mkhabena. Ndio kwa sababu tunasema tuwe chama kubwa. Wacha tupikanie hapa. Sisi sote tuko marafiki. Kama Wanyonyi amepata, Oparanya amefanya nini? Kama Sifuna amepata, Oparanya amefanya nini? Hivyo. Kwa sababu huyu Wanyonyi akisimama Nairobi, wale Bukusu wako Nairobi peke yake hawezi kupitisha yeye kura. Huyo Sifuna akisimama, Sifuna alipata karibu kura 600,000. Wabukusu peke yake hawezi kumpitisha. Tukiwa kule tunakaa pamoja kama Waluhya. Na tukija hapa shida ni nini? Hizi kaunti zote za Western zilikuwa blue. Hapa ndi yellow, hapa peke yake. Sijui mnapata nafuu kutoka kwa hii serikali kwa sababu Wetangula Moses ni speaker. Na yeye si speaker wa kwanza. Tulikuwa na Marende, Kenneth Marende. Speaker ataleta nini? Hiyo ni kazi yake tu. Hiyo ni tumbo ya. Sasa anachikilia hawa wabunge 5. Omai chilone chief. Kwa sababu ya tumbo ya. Because hao watu 5 watakupeleka wapi? Na hii ndio ukweli wa mambo. Wakisimama hapa wanasema Fort Kenya ni hapa Bukusu ni yetu. Mukatalie. Sasa mukatalie mwende wapi na watu 5? Nataka nimuulize, hii ndio ukweli wa mambo. Msio hapa mnatanganya nchi yenu saa hii, nchi yenu nyinyi watu wa Fort Kenya mnanunua petroli chipa kuliko sisi watu wa ODM. Ati nchi yenu unga iko chini kwa sababu nyinyi ni Fort Kenya. Na nyinyi mko na speaker hapa wa National Assembly. Tuachane na haya mambo. Tuangalie mahali sisi Waluhya tunaweza kwenda mbele. I like Tim Wanyonyi. Wakati tulienda State House na akaambiwa step down awe running mate, alikubali. Lakini kufika usiku akanipigia simu akasema sitaki running mate kwa sababu najua huyu mtu anaenda kuanguka. Ambia Raila Amolo Odinga mimi nirudi Westlands. Hiyo ilikuwa mpango mzuri, kumbe angekuwa kwa hewa. Saa hii angekuwa kwa hewa. Kwa hivyo ababukusu banje abasiani befu n'abakana befu tufanyie pamoja. Tuje pamoja na tuangalie mbele. We are building other leaders as we retire. Wakina Sifuna ndio hawa. We are building them as we move. Wakina Wanjala, we are building them as we retire. Na hawa wanachukua hapo wanaendelea. Lakini mkue kwa ocean. Tutafute mbuta wapi? Kwa ocean. Pano chako khabo mena muitiba mnovolanga mimi nitakuwa president. Hata saa hii wanaanza kumtanganya hao wanaweza kuwa na president na watu ngapi? Karibu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wote tutoke. Haya twende. Haya. Kama unapenda baba kofia kwa hewa. Kama beka. Seli wafumanga mahuanga ku. Hey. Ngoma muno. Shangwe vigelegele. Haya onyesha baba kofia. Hey.
zindu. Fura, 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 fura. Alimozindu motikie, alimozindu motikie, alimozindu asante. Alimozindu motikie. Baba karibu. Haya. Haya. Wananchi wa Bungoma hamjambo? Mrembe. Mrembe swa. Mrembe mte. Mrembe mia. Mlimoyo. Asanteni sana. Asanteni sana sana. Na furaha kuona watu wa chungwa. Naona sasa ukumbi umejaa chungwa. ODM. ODM. Kwanza nataka toa shukrani kwa timu Wanyonyi. Timu huyu ndio aliniambia tukikija Bungoma hapana kuja na nataka ukuje siku hiyo ya Tuesday. Ukitoka kule Vihiga uwe mgeni yangu. Nikamuuliza tutakwenda kule Kabuchai, akasema hapana, Bungoma mjini hapo mimi niko na boma. Utakaa kwa boma yangu. Na nimekuja nikaenda kule kwa nyumba yake huko, nikaona vile amejenga, kisha nikaja hapa nikaangalia, sikujua mimi niko Bungoma. Nikafikiri mimi niko hata ndani ya game park mahali ingine au Swiss mahali ingine. Tukaona pale ile kule imejengwa pale, tukaenda kuona mpira, screen kubwa kama ile ya ile ya TV ya studio. Kisha akanipeleka mimi pale ya kulala, nyumba ambayo imezekwa na nyasi nzuri sana. Niambia hii nyasi imetoka huko Acholiland huko Uganda. Hata wale ambao kuzeka nyumba walitolewa huko Uganda. Imetengenezwa vizuri sana. Tena sasa tuko katika hiyo kumbi hii. Hii ni investment nzuri sana. Inaonyesha mtu ambaye anaangalia mbele. This is what we need to develop our rural areas, to make them user friendly, to be able to attract tourism and investment. So mtu akija hapa akiona yale ambayo timu amefanya hapa, anavutwa. Na kunajua maua ndio yanavuta nyuki, sio? Kwa sababu naona wakina mama wanajirembesha vizuri, wanavaa vizuri, yanavuta nyuki. Kwa hiyo mimi nasema shukrani sana kwa timu kufanya haya. Pili, sasa tuko Bungoma. Na hapa Bungoma tuko na uhusiano wa kihistoria. Kwanza Masinde Muliro na Jaramogi ndio walikuwa katika bunge ya kwanza, wasifika ambao walikuwa wamechaguliwa 1957. Na mimi nikajua Jaramogi akileta Muliro nyumbani kwetu, kunaita fire. Masinde Muliro alikuwa ni fire kama jina yake. Alisimama imara, yeye na Jaramogi waliungana pamoja na Tom Mboya, Katile na wengine kupigania uhuru. Lakini mbele ya hayo, mambo ya ukombozi eneo hii yote ambayo inaitwa kanda ya ziwa ya Victoria ilianza hapa Bungoma. Elie Masinde Wanameme ndiye alikuwa mtu wa kwanza kusimama na akasema ati amepata habari kutoka Mungu kuja Sigulu Masawa, Mlima Elgon, kusema wakati imefika mzungu atoke, Mwafrika ashike hatamu ya utawala. Wakati huo kuna mtu mbali alikuwa angeongea juu ya mambo ya mzungu atoke.
Sasa nani Masinde alishikwa, damu ilimwagika hapa Kimilili wakati hiyo, lakini Masinde akatekwa akapelekwa ndani akafungwa. Alikuwa ameanza ile dhehebu ilikuwa inaitwa dini ya Msambwa. Jaramogi ameandika hiyo historia kwa mrefu sana katika kitabu chake cha Noti ya Uhuru. Elijah Masinde alikuwa ni mtu shujaa ambaye alikuwa anaangalia mbele. Alikuwa mtu ambaye alizaliwa mbele ya wakati yake. Mimi nilitumwa wakati mwingine kuja kumtoa kuchukua yeye hapa na Jaramogi. Kiwa mtoto mdogo tuko na ile lori truck kuja kuchukua Masinde Muliro kule kwake. Wakati hiyo Webuye alikuwa anaitwa Brodick Falls. Tumeenda kwake akaombea sisi, alafu tukaingia ndani ya truck naenda Kisumu. Ile mteremko pale ambao naingia naye katika daraja wakati ile, tunateremka namna hii, gari ika lose control, lori. Sasa sisi tunaenda kuanguka ndani ya mto. Dereva ako na wasiwasi. Elijah akapiga akasema, Mungu, Mungu, Mungu. Gari ikatoka kwa barabara ikaenda mpaka huko mzituni, ikasimama. Elijah akatoka akaingia pale ndani msituni, akaenda akachukua nyasi akatafuna, alafu akaweka kwa mdomo na mwenye akatafuna, akaangalia mlima kule Sugulu Masawa, akaomba. Pale kuomba akamwambia, sasa twende tutaenda bila shida. Tukaenda mpaka tukafika Kisumu. Historia na Jaramogi akadolaki. Ndio sababu mimi nilipendekeza juzi ya kwamba Elijah Masinde aweka katika orodha ya Heroes of Kenya. Na sasa wamekubali ya kama Elijah Masinde ni hero, na nafikiri ni mwezi huu jamii yake watapelekwa kule Nairobi kupata hiyo nini. Mimi mwenyewe niliweka ile mausoleum yake huko. Sinijenga. Kwa sababu ya ile role ambaye yeye mwenyewe aliplay katika ukombozi wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tumetoka mbali sana na hii mambo. Tukitengeneza ile chama ilikuwa inaitwa Ford, wakati hiyo tulikuwa na section 2A. Walikuwa nasema ati huwezi kuanzisha chama cha kisiasa japokuwa ni KANU. Sisi tukasema tutaanza pressure group ambayo inaitwa Ford, tusajili. Tukakubaliana tutafute watu kutoka pembe za Kenya, na tulisema mara hii hatutaki kuweka vijana wengi. Sisi tuwe kama nyuma, sisi ni kama engine tunasukuma, lakini tuweke wazee rika ya Nyayo ambaye hawezi kushika hobi. Tukasema kule Nyanza tutachukua Jaramogi, Western tutachukua Shikuku, hapa Bonde la Ufa Muliro, kule Eastern tukachukua Mthenge, Pwani tukachukua naitwa Ahmed Bamarisi, alafu kule Kikuyuni tukachukua mtu kwa naitwa nani, tukua mtu weke Matiba, lakini alikuwa mgonjwa, akatupatia sisi zaidi deputy assistant Bachoka. Sasa tukatumana, tukapiga simu. Paul Mwiti ndio alikuwa amejua George Captain ambaye alikuwa wakili kule Kitale. Tukampigia simu Captain aenda tafute Muliro kule Cherangani kwake. Akaenda akatafuta Muliro, akaja Nairobi.
tukakaa na yeye mimi na Orengo, tukaongea na yeye, tukaonyesha yeye hali sisi tunataka kufanya. Akaniambia mimi niko tayari kuingia. Tukatayarisha ile statement ya kuanzisha, lakini tukamsomea yeye namna hii, akanisema hiyo siwezi kuweka sahihi. Hiyo statement iko na matusi mingi sana. Akaniambia mimi, Raila, wewe umekuwa kwa detention mara 3, sitaki urudi tena mara 4. Nikamwambia mimi, nothing will make me sign this statement. Tukaenda na Orengo tukabadilisha hiyo statement, tukamwambia yeye, sasa hii tumebadilisha hapa nzuri, na tena tumesema hii inaitwa Forum for the Restoration of Democracy, FORD. Akaniambia mimi, hiyo mimi nitachukua wakati yote, hata gari mimi natembea naye inaitwa Ford, kama tuende na Ford. Hapo vile tulianzisha Ford baadaye ikaja gawanyika kama Ford asili na Ford Kenya. Tulikuwa na Masinde Muliro tulikaa naye na Jaramogi hapa, Muliro hapa, Profesa Nyang hapa, Paul Mwite hapa, Orengo hapa na mimi. Wakatueleza vile walipigania uhuru ya kwanza. Hii historia tuko naye hapa. Hii inaeleza hii historia, mjue ya kwamba eneo hii ya Bungoma imechangia kabisa kwa upande ya ukombozi ya nchi hii. Ukombozi ya kwanza na ukombozi ya pili. Ndio sababu nikiwa hapa mimi kila mara naongea na madaha. Ili chaguzi ya 1992 Ford Kenya ilipata majority ya votes hapa Bungoma. Jaramogi ndiye aliongoza kwa presidential candidate kura hapa Bungoma. Kweli urongo? Kweli urongo? Ndio sababu tukisema tunafufusha tu. Lakini mimi najua ya kwamba Wabukusu wakiamua namna hii wanaenda vile wameamua, hakuna ya kurudi nyuma. Sababu tunasema once, alafu kila kitu kinaendelea namna hiyo. Sasa sisi tunataka kufufusha sasa nini? ODM hapa, ili ODM ifufuke hapa Bungoma, na hakika inawezekana. Tulikuwa na Wamala wa Kijana. Mimi ndio nilipropose jina ya Wamala wa Kijana kwa madelegates ya ODM kule City Stadium, awe kama second chairman ya Ford Kenya. Manake watu hawakujua kwa anajua Wamala wa Kijana. Yeye alikuwa amebaki kwa KANU kwa muda mrefu, watu hawakumjua yeye. Yule ambaye angekuwa naibu pale alikuwa ni Masinde Muliro. Bahati mbaya Muliro akafa kabla hajafanya uchaguzi. Tukakuja kumzika Muliro, tuliahirisha uchaguzi. Ndio tukarudi Nairobi tena. Sasa wakati hii kisemekana itakuwa 2 vice chairman. Vice chairman 1 na 2. James Osogo akasema yeye atasimama. Mwanake Muliro amefariki. Lakini sasa Paul Mwite vile alikuwa anasimama. Tukamwambia Osogo, chukua second vice chairman. Mwanake Mwite anataka pande. Akasema pana, mimi nimeshatangaza nitakwenda vice chairman. Tukaenda pale, Osogo akashinda na Paul Mwite. Mwanake Mwite alikuwa mmoja ya Young Turks, alikuwa anajulikana na vijana pale. Osogo akasusia akatoka na wafuasi wake. Hapo ndio sasa Wamala wakaja kwangu wakaniambia Osogo ametoka, lakini mimi nataka iwe kama second vice chairman. Hao watu wanijui. Sasa wewe kama umenipropose mimi, najua watanipigia kura. For all time sake. Manake mimi na Kimalo jana Wamala tulikuwa tunafundisha pamoja katika chuo kikuu cha Nairobi, marafiki. Ndio sababu wakati ikifika ya proposal ya nomination ya second vice chairman, nikamwambia master of ceremony Professor Muga, niko na mtu
akaniambia mimi sema. Akasema Michael Wamalwa kijana. Uma akasema Raila Odinga is proposing Michael Wamalwa kijana. Kiwanja ikanguruma, ndio tukachagua Wamalwa kijana kama second vice chairman ya Ford Kenya. Tulikuwa pamoja kabisa. Yale ambayo yalileta tofauti kati yetu, baadaye tulijua, sisi tuligundua. Na Wamalwa kijana alipofariki, tulikuwa marafiki na yeye. Ndio mimi nilienda kule kumzika yeye kwa njia ya kienyeji, sio? Kwa hivyo yule mtu anasema Raila hakuwa na Wamalwa, hajui, anasema uongo kabisa. Sasa tunataka kujenga chama chetu cha ODM. Na nyinyi ndio delegates. Nyinyi ndio officials ya ODM. Mimi nataka mkitoka hapa mbeleke bendera ya ODM iingie mzizi kila mahali. Tunataka tujenge chama ambayo iko na nguvu zaidi. Manake ODM iko na sera sanifu, sera kamili. Kuna zile pamphlets mtapewa ambayo inaweka kamili kabisa sera ya ODM, msimamo, mwongozo ya ODM. ODM kwa mwongozo wake ni chama cha ujamaa ya kidemokrasia, Social Democratic Party. Hiyo inaonyesha nini? Ya kwamba sisi tunakubali ya kwamba kuzalisha mali tunaweka mikono ya watu ya binafsi, lakini tunaangalia vile tunagawa rasilimali ya nchi kwa njia ya kidemokrasia, ili kusiwe tuko na matajiri wengi wachache huko juu na hapa chini ni maskini tupu na fukara. Tunataka kuhakikisha kwamba kila mtu anaangaliwa sawa sawa. Tena tunaangalia haki muhimu, haki 5 ya kibinadamu. Haki ya kwanza ni haki ya kuishi, haki ya maisha, the right to life. That's the first right. Ya pili ni haki ya kupata chakula, the right to food. Kila Mkenya akuna haki ya kupata chakula. Hakuna mtu ambaye anatakana analala na njaa ati yeye hana chakula. 3 ni right to health, good health. Haki ya afya, kuna afya sawa. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, ana pesa au hana pesa, anapata matibabu sawa sawa. Right to health care. Ndio sababu tukaongea juu ya mambo ya baba care. 4, right to education. Haki ya kupata elimu sawa sawa. Kila mtoto ambaye amezaliwa, hata kama wazazi hawana pesa au wana pesa, anapata elimu sawa, kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu. 5, right to employment. Haki ya kupata ajira. Sasa ana haki ya kutafuta ajira na apate ajira pale anaweza kupata riziki yake, ili yeye aweze kuinua jamii yake. Hizo ni haki 5, 5 rights ambayo sisi kama ODM tunaangalia sawa sawa. Na tukifanya haya yote tutaweza kujenga taifa ambayo watu wote wana furaha. Wakati huu watu wengi wana huzuni. Watu wengine wanalala na njaa. Wengine wanaweza kukula tu mara moja kwa siku kwa sababu kukosa chakula. Sahihi wakati hii bei ya maisha imepanda juu zaidi. Wetu hawezi kumudu. Gharama ya maisha iko juu. Ushuru imepandishwa mpaka mtu anaambia wewe ati afadhali nipatie mimi ushuru na uchukue mshahara. Maana ushuru inashinda mshahara. Ile ambayo anaenda na nyumbani, ama sivyo?
Haya ni vitu yote ambayo sisi tunapinga kama ODM. Sitaki kuongelea zaidi mengi, mimi nitasema kule katika mkutano kuu, lakini mimi niko na furaha zaidi siku ya leo kuwa na nyinyi hapa. Naweza kusema mpaka usiku lakini wacha niwache hapo. ODM, ODM, ODM. Asante sana. Aya, ngojeni kwanza. Nimesahau, manake tunataka watu wasajilishwe. Tukienda kule kwa kiwanja, tutaenda kuzindua rasmi harakati ya kuzindua kusajili watu katika chama chetu. Sasa vile mmeambiwa ati Bungoma ni namba 11, Busia ni namba 1, lakini juzi tulikuwa kule Homa Bay, wakasema wanataka kushinda Busia. Alafu kutukaa huko upande ya Kisumu wakasema wanataka kushinda Homa Bay. Sasa juzi tulikuwa Busia, wakasema hakuna mtu anaweza kushinda Busia, wataendelea mbele. Jana tulikuwa huko Vihiga, wakasema watashinda Busia. Sawa, mimi nataka kuona kama